Kwa hivyo sasa tunaona Raila anashangiliwa sana. Watu wengi wameonyesha upendo wa hali ya juu kwa sababu ya ushawishi wake aliokuwa nao mpaka nchi za nje. Kila mahali yani sahi kumesimama kwa sababu ya kifo cha Raila. Yani upendo huu unazozungumziaje? Kuhusu upendo wa Raila kwa Wakenya ama kwa wananchi, Raila nimetanguliza hapo mwanzoni kusema Raila ni kipenzi cha Wakenya ama wale wananchi ambao mapato yao ni ya chini. Na Raila amenusuru taifa letu mara mingi sana. Na lengine, kupata kiongozi kama huyu sahi ni nadra sana. Kulingana na Raila venye alikuwa anapendwa, na mambo zote zilizokuwa zinatokezea hapa Kenya, fujo, maandamano, mara vita, Raila peke yake ndo alikuwa anaonekana mstari wa mbele kukomesha vurumai zote zilikuwa zinatokea hapa nchini. Na sahi wale viongozi ambao tumebaki nao ni wale ambao wakisema twende. Sasa Wakenya sahi tuko kwenye giza. Hatujui, tuombe Mungu Kenya yetu tuwe na ushirikiano mzuri, zile vurumai zilikuwa zinatokezea zisitokezee tena. Maana sahi yule mwenye alikuwa akisimamisha hizo fujo zote hatuko naye tena. Hapo ni safi kabisa, nimekuweza kuelewa ndugu yangu hapa. Raila, unadhani baada ya kifo cha Raila chama cha ODM mwelekeo wake unakionaje? Unajua, kulingana na vile umeniuliza swali lako, chama cha ODM bado kipo. Kwa sababu hata jana baada ya hotuba pale Kasarani, yule kake mkubwa Oburu aliongea kwamba kwa muda huu amechaguliwa kwamba yeye ndo kama kinara wa ile chama. Unaona? Sasa kivangu mimi, yani kimaoni yangu mimi, ODM bado ipo. Kwa sababu bado viongozi wapo, na cha msingi ni ushirikiano, waweze kupendana, wasiweke tamaa. Unaona? So kulingana hii chama ya ODM, ndio Raila ndo alikuwa kinara wa ile chama, na kweli alishikilia kwa muda mwingi sana. Unaona? Sasa sasa hii ningependa kwamba hii chama kama wataishikilia kwa vizuri, watashikana, ODM itakuwa. Endapo viongozi wa ODM waliobakia kama watashirikiana kwa uzuri bila tamaa na kutotenganishwa na watu, ODM itakuwa. Lakini kama ni watu ambao watakubali kugeuzwa ama kuambiwa kwamba ODM wewe kuja chama hii, wachana chama hiyo, basi ODM baada ya miaka miwili ama mitatu, hiyo ODM itakuwa si ODM. Kwa sababu sasa hii inapaswa kwanza uoneshe upendo wale viongozi wote ambao walikuwa kwa ODM, kwa heshima ya mzee, waweze kushikana ili ile chama waishikilie isimame. Kwa sababu hiyo ndio chama ambayo sasa hii inatambulika Kenya. ODM ni chama ya wananchi wale wa chini, chama ya wananchi ambao walikuwa wanampenda kinara Amolo Odinga. ODM. Unaona? Sasa ODM seti Raila ameenda, chama nayo iende, itakuwa so vizuri. Unaona? Na hii chama kusambaratika ni kitu kidogo sana endapo hawa viongozi watakosa kuelewana, watanunuliwa waingizwe kwa vyama vingine, na hapo ndo tutakuta chama inaanza kuzorota. Kuna chama nyingi zilikuwa kama KANU, sasa KANU iko wapi? So KANU ilikuwa ndo chama kubwa, lakini kwa sababu ile kwamba KANU ikisimama itakuwa chama kubwa, unachukuliwa na ambao wewe papana, ingia kwa chama hii ambao wewe ndio muongozi wa hiyo chama. Uwe muongozi wa hiyo chama ukichukuliwa kwamba njoo kwa chama hii, hiyo chama mbaki nini? Hakuna kitu. So mimi labda nisema kwamba Raila alikuwa yeye ndo anasimamia ile ODM. Kwa hiyo ODM mimi naomba kwamba viongozi waweze kushikana ili ile chama iweze kuwa strong, iweze kupambana 2027. Na tukizungumzia pia kuhusu viongozi wetu wa upinzani,
Unadhani ilikuwa sawa jana kutopewa nafasi ya kuzungumzia kifo cha mzee wetu Raila hata kama wako upinzani? Nadhani wakati huu kila mmoja atakana akuje pamoja, tuomboleze kwa pamoja kifo cha Raila kwa sababu ni kiongozi wa taifa. Lakini nadhani pale jana opposition leaders pale hawakupewa nafasi hata ya kuzungumza. Unadhani hiyo ilikuwa sawa? Mimi naona serikali ilifanya makosa, tena makosa kubwa sana, kwa sababu saa hii tukumbuke hatuko kwenye kampeni ama hatuko kwenye mambo na siasa. Saa hii tuko kwa upande wa maombolezi, na kifo ni cha kila mtu, ni huzuni ambayo imepata kila mmoja. Kwa hivyo serikali ilikuwa inastahili itambue viongozi yeyote pale mwenye alikuwa amefika pale kwa maombolezi, maana hata wale ambao walinyimwa ile nafasi ndo walikuwa wandani wa karibu kabisa wa marehemu Raila. Raila kuanzia juu pande kutoka kwa rais mpaka chini wote, hata rais wetu mwenyewe yule alitoka mikononi mwa Raila. Kuna watu kama kina Mudavadi, watu kama kina Wetangula wote, na hata wale MMCA wa bunge wote wale, nikiweza sema kwa ufupi ni kizazi cha Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo kunyimwa nafasi upinzani kuhutubia pale ilikuwa makosa mengine makubwa sana. Na sahihi kulingana mzee wetu hapa, kulingana na vile Raila ametuacha, unadhani kuna mtu mwenye anaweza chukua ile nafasi yake sahihi aongoze Kenya akuwe na msimamo kama ule Raila aliyokuwa nao? Hilo swali zuri sana. Unajua uongozi huwa ni mtu binafsi, na uongozi huwa unatoka kwa Mungu. Raila hakuwa mtu wa kawaida. Nataka tufahamu hilo. Raila ni mtu ambaye alikuwa na utu. Kwa sababu Raila hakuwa mtu ambaye ametoka pahali tayari aseme na kuongoza kwa sababu ya malengo yake. Raila alikuwa anataka kuongoza nchi ili kusaidia nchi. Unaona? Kwa sababu Raila alianza kugombea na kina Moi. Raila akaja akamshika mkono Kibaki. Kibaki akapita. Unaona? Hasa kama alivyoongea mwenzangu kwamba Raila, hata hawa ambao tunawaona wote hawa viongozi wote hawa wote wamepitia mkononi kwa nani? Kwa Raila. Unaona? Sasa ili tuweze kuwa na mtu kama Raila, siwezi sema kwamba hawezi, lakini ni ngumu. Kwa sababu wewe mwenyewe ukiangalia, mtu alikuwa anaomba ashikwe mkono ambaye kwamba huyu anapaswa aongoze hii county. Na kweli kulingana na chama ya ODM ulikuwa na uwezo wa kuongoza, kwa sababu baba alikuwa na maono kwamba huyu anaweza kaongoza hii county na ikafanya vizuri. Unaona? Na nikiangalia hivi, ni nani kiongozi ambaye anaweza kuwa kama Raila? Ni nani? Unaona? Kwa hiyo mimi sema eti hakuna, lakini kwamba hawa viongozi ambao tunawaona ambaye mtu yeye ako pale kwa ajili ya malengo yake yeye mwenyewe, unaona? Mtu ako pale amepewa nafasi, amepigwa nyanjani, amepigwa kura, lakini ameenda pale kwa malengo yake yeye mwenyewe. Hawezi shawishi mwananchi. Mwananchi anapata shida, lakini yeye ako sawa. Unaona? Lakini angalia huu mzee wa watu. Vijana wanaingia maandamano, wanaandamana, akiona pana hali imekuwa ngumu, anasema imetosha. Vijana wanasikia, wanatulia. Unaona? Kwa hivyo uongozi unataka mtu mwenye busara, unataka hekima, unataka mtu mwenye huruma. Hautaki maguvu. Huo ndio uongozi, kwa sababu yule unayemuongoza ni umheshimu, atakuheshimu. Unaona? Kwa sababu wewe kama kiongozi ulikuwa mtu ambaye huna kazi, lakini ile kura yake moja ya yule na ile mwingine ndio imekufanya wewe umekuwa kiongozi. Kwa nini wewe usimheshimu huyu mtu ambaye amekufanya wewe umekuwa kiongozi? Unaona? Kwa hivyo sisi viongozi ambao tunaungana ili huyu mtu mmoja awe kiongozi, huwa hatuonekani na yule kiongozi, ambapo yeye anakuja kwetu sisi nyanjani kwa sisi viongozi, tumpatia kura zetu nyingi apite akuwe, tunakusanya kura zetu nyingi tumpatia yeye, anakuwa kiongozi, mwisho wa siku hatuoni si kitu. Kwa hivyo kupata mtu kama Raila sisi hawezi patikana, lakini Raila alikuwa mtu mwingine ambaye haizi fanishwa na mtu. Wakubwa wangapi wamefariki? Angalia hii hali ya kama hii leo tangia juzi siku 3.
Kila mahali ukienda ni vurugu, ni fujo, ule ni upendo, kwa sababu watu wanaona ni upendo, kwa sababu mtu kama yule shupavu, shujaa, fahali ameondoka. Mti mkubwa umeanguka. Nasema kila kitu sasa kimesimama. Kila kitu kimesimama. Unaona? Kwa hivyo sema labda ati hakuna. Hiyo hakuna. Yes. Kama yule ni ngumu hakuna. So neno la mwisho yenye unaweza waambia watazamaji ambao ama unaweza ongea kuhusu Raila, unazungumziaje neno la mwisho tu tukimalizia? Kwa niaba ya Wakenya ningeomba wenzangu tudumishe amani mpaka ile siku ya kesho, tusindikize mzee wetu vizuri, na hata badala hapo tuendelee kudumisha amani na tukae wamoja. Pia nami pia ningependa, ndugu Mkenya, amani ndio kila kitu. Kifo cha Raila Amolo Odinga ilikuwa mipango yake, mipango ya Mungu, na tumuombee aende akalale pema peponi. Cha msingi ni tudumishe amani, kwa sababu wakati mahali wewe upo ni ujekee amani. Manake usipoweka amani utakuta yale mambo mengi yanatokea, mara yule ameumia, yule amefariki. So hii ni kifo hata mimi na wewe tutakufa. Kwa hivyo ni uchungu ndio tunaomboleza kila mahali, lakini ya msingi ni tusifanye vurugu tukapoteza nafsi zingine ambazo hazikupaswa zipotee. Unaona? Kwa sababu niligundua kwamba mahali kuna watu wengi lazima kuwe na vurugu. Unaona? Kwa hivyo ningeomba Wakenya wenzangu, kwa muda huu tuomboleze kwa amani. Kesho majaliwa tumstiri mzee wetu, akatulize roho yake pema peponi. Asanteni sana Wakenya. Safi sana. Basi tusilete vurugu, tupoteze nafsi zingine ambazo hazikufaa kupotea. Kauli nzito hiyo ametoa kiongozi wangu hapa. Badane next time. Bye bye.